Baraka katika mabaki. Watu wengi hufikiria kuwa kuamka kiroho ni kama kutembea katika nchi yenye asali na maziwa, lakini sivyo. Watu wengi huamka kiroho wanapofika mwisho wa maisha, na ndio maana nasema kuna baraka katika mabaki. Ule mwisho wako huenda ukawa mwanzo mpya. Leo nataka nikwambie ukweli kuhusu safari ya kiroho, na nitakupatia kisa kimoja cha mdada fulani aliyefanikiwa katika safari hii, na wewe pia itakusaidia mahali ambapo nataka kusoma. Ndugu zangu, mara nyingi huwa tunapitia nyakati ngumu sana, ambapo tunahisi kuwa tumefika mwisho kabisa uwezo wetu. Kile ambacho kinaitwa rock bottom ni ile nafasi yako ya mwisho. Katika hali hii unakuta kuna giza ambalo limekuzunguka. Unakuta kuwa kila kitu cha maisha yako basi kimesimama. Lakini leo nakwambia nini? Kufika mwisho huo mara nyingi ni hatua ya lazima katika safari ya kiroho. Kwa sababu gani? Huwezi kujenga juu ya msingi mbovu. Watu wengi wako na misingi mibovu. Watu wengi wanataka kujenga ndoto za maisha yao katika msingi ambao si mzuri ama si imara, bali ni msingi hafifu. Na msingi huu ni msingi ambao umebeba vidonda vya moyo ambavyo havijapona, umebeba maumivu ya kale, umebeba tabia za zamani ambazo zinakurudisha nyuma. Lakini ukitaka kufika katika hatua za juu, ili lile jengo jipya liweze kuwa imara, liweze kusimama, lazima kila kitu ambacho kimechakaa kisambaratike kwanza. Lazima wakati mwingine kile kitu ambacho umekishikilia kiweze kuanguka, ili kisiweze kuunganishwa tena kwa namna ambavyo ulimwengu unataka kukusudia wewe uanze katika mwanzo mpya. Kwa hivyo nataka uelewe kuwa yale mahusiano unahisi yameisha, ile kazi unaohisi imeisha, yule mchumba ambaye amekuhepa ama ameondoka ama amesepa, wale marafiki ambao ulikuwa nao katika raha wakakuacha, huo sio mwisho. Sasa wacha nikwambie kisa cha Neema. Neema ni msichana mzuri sana, alikuwa anaishi jijini Nairobi, alikuwa na kazi nzuri sana, na ni msichana ambaye alikuwa anafanya katika shirika la masoko, yani linalipa. Lakini kando na kuishi kwa masuala ya jumba la fahari kule Westlands, akaunti yake ya Instagram iko sawa, anaposti jamani, anaenda safari, watu wanapenda vacation, anaenda Dubai, anaenda Uturuki, anaenda wapi, kutaje kote, anaenda New York, Paris, kutaje kokote kule unakotamani kwenda, alikuwa akienda. Mavazi yake ya gharama, kila mtu alikuwa anatamani maisha yake, kwa sababu akipost Instagram likes nazo zinasoma, comments nazo, Neema we mrembo, Neema una figa, Neema una shepu, Neema unaishi katika maisha ya furaha. Kila mtu alitamani. Lakini kwa ndani Neema alikuwa anavunjika pole pole, siku baada ya siku. Huyu Neema kwanza alikuwa kwa uhusiano na mwanamume ambaye kila siku alikuwa anamdhalilisha kiakili. Kwanza mwanamume mwenyewe amewekwa, hana pesa. Lakini Neema alikuwa anaogopa kumwacha, kwa sababu anaona nikimwacha ningepoteza hadhi yangu. Ningepoteza hadhi yangu mbele ya watu wa kazi, ningepoteza hadhi yangu katika mitandao, tukiposti sisi ndio famous couples, tunajulikana, tuna furaha. Kazi yangu pia ingekuwaje bila mume wangu? Sasa siku baada ya siku alikuwa akiweka ule mume, akimuhifadhi, akimweka. Lakini kando na haya, ilikuwa inamvunja polepole. Ile kazi ambayo alikuwa akiifanya ikaanza kumletea msongo wa mawazo. Huu msongo ukaendelea mpaka kwanza akaanza kuwa anatumia vidonge ili aweze kupata usingizi usiku. Ananunua vidonge vya gharama, jamani, siwezi kulala, nina stress, mume wangu anadhalilisha. Lakini hawezi kusema, atasemaje? Na mitandao yataka muone mwenye furaha. Mpaka anafika wakati anameza vidonge ili aweze kupata usingizi. Anatumia pesa nyingi sana kununua vitu ambavyo havimsaidii ili tu kuziba lile pengo la maumivu yake. Anajenga maisha ya ndoto juu ya msingi mbovu, juu ya msingi wa uongo na juu ya msingi wa maumivu ya ndani. Lakini siku moja ghafla ule mnara wake aliokuwa anaujenga ukaanza kuporomoka. Ndani ya mwezi mmoja lile shirika likaanza kuchuja watu wanaofanya kazi.
kukaa kunatokea mabadiliko, hivyo akapunguziwa kazi na pia akapunguziwa mshahara. Ule mshahara wa juu ambao alikuwa analipa kodi katika jumba la kifahari, ule mshahara wa juu ambao alikuwa anatumia kulipa gari, lile gari la kifahari, lile gari la hadhi, likashindwa tena kulipwa. Kodi akashindwa tena kuilipa. Neema hana tena pesa, hana tena ile hadhi, anafukuzana na madeni. Akaenda kwa mwanamume wake, basi hivi na hivi. Mume akamwambia, sasa utaniekaje tena kama huna pesa? Mwanamume akatafuta mwanamke mwingine mwenye hadhi anayoitaka. Neema akajikuta imefika mwisho. Ndio pale imefika rock bottom, imefika mwisho. Neema akaona liwalo na liwe, sina tena pesa, madeni yananiandama, mabilioni ya pesa, jumba siwezi kulipa, gari siwezi kulipa, watoto pia kusomesha na kula, itanishinda. Nifanye nini mimi kama Neema? Neema akaenda kurudi na kuishi kwenye single room ama chumba kimoja kidogo sana katika mtaa wa mbali. Neema alipoenda kule alijihisi nimefeli, sina tena hata nguvu ya kutoka nje niseme mimi ndio yule Neema Instagram, mimi ndio kwa mkimwona shepu yangu jamani iliyotengeza Uturuki, mimi ndio nilikuwa mkiniona jamani vipodozi vyote Kenya vya Kikorea najua kuvitumia, mimi ndio yule mwenye wanasema ni skin glass ama face glass, uso kama kioo. Sina tena, nimekuwa wa aibu Neema, nimefika mwisho. Neema akaomboleza kwa miezi mitatu na miezi mingine tuseme kama miwili, analia mpaka machozi sasa amekauka, ni sauti tu. Lakini ndani ya kile chumba kidogo na wanawe wameanza maisha chini, ule ukimya wa kile chumba akiwepo Neema, hakuna makeup tena kwenye uso, hakuna tena safari za kwenda kuwekwa wigi mahali fulani apendeze, hakuna. Akaanza kujitazama kwa uhalisia, akagundua kuwa mimi Neema sikuwaishi maisha yangu, nilikuwa nikiishi maisha ya mtu yasiyokuwa mimi mwenyewe, nilifurahisha watu kuliko kuishi ni maisha yangu mimi Neema ya uhalisia. Akaanza kuponya vidonda vyake vya ndani, ikiwepo vile vidonda vya utotoni. Utotoni Neema aliaminishwa kuwa ili kuwa na maisha ya furaha basi lazima umiliki vitu, lakini vitu alikuwa navyo lakini hakuwa nao maisha ya furaha. Kwa hivyo akaanza kutafuta upendo kwa vitu vile vya kawaida ambavyo alikuwa anaweza kuviappreciate kila siku. Siku moja Neema akasema enough is enough. Mimi utotoni mwangu nilikuwa beka, nimesomea baking, lakini sikuiona kama ni kazi ya hadhi. Nikaenda nikatengeza mwili ili niweze kuwa na mafanikio, magari, umaarufu na hadhi. Sasa mbona leo nisirudie nilichokuwa nakifanya utotoni? Ijapokuwa hakikuwa cha hadhi, lakini kilinipatia furaha. Kwa hiyo ndani ya kile chumba Neema akaanza kazi ya kufanya kubake keki. Kidogo kidogo majirani wakatambua kazi yake, watu wakapenda, akaweka pale madonasi, makeki, watu wakitaka birthday hawaendi tena wapi, tunakuja kwa Neema. Na ndani ya pale Neema akaanza kuwa umaarufu kwa uhalisia wake na kazi yake ya ukweli. Leo hii tunapoongea mimi na wewe hapa, Neema ana biashara yake kubwa sana ya keki. Neema haishi tena kwenye maisha ya kifahari, alitoka kule Westland kwenye magari ya kifahari, lakini ana amani ya moyo. Hana tena likes, shares na comments za Instagram, lakini ana watu wanaompenda, ana watu wanaomjua Neema uhalisia wake ni nini. Si ule tena wa Instagram, lakini ana amani ndani yake. Sasa watu wengi wanapofika kwa rock bottom hushindwa kuelewa. Watu wengi huhisi ni adhabu, lakini hawaelewi kuwa ni ulimwengu unafanya maandalizi ili uweze kuingia katika cheo kikubwa cha hadhi kubwa cha ukweli kuhusu wewe. Huenda sasa unatengeneza nafasi, unasafisha ardhi yako, na ndio maana kila mtu ambaye unamtaka anaondoka. Yule mpenzi uliyemwamini hakutaki tena, wale marafiki uliospend hawakutaki tena, yule boss aliyekuamini hakutaki tena. Lakini ni ulimwengu unakusafisha uweze kuingia katika hatua kubwa yenye amani na yenye baraka, na baraka ambazo zitakuja kwako direct bila kupitia kwa mtu mwingine.
Kile kitu ambacho ulichoanza kuwa hiki hakikuwa na maana, huenda kikawa ndo jiwe la kutumia ili uweze kufika katika sehemu bora zaidi. Kwa sababu wakati mwingine baraka kuu haziji kwa vitu vya kudumu. Baraka kuu hujengwa katika yale mabaki. Yale mabaki ndo unaweza kuyatumia uweze kujenga kitu kikubwa. Yale mabaki yatumie kama mawe ili uweze kuweka msingi imara kwa ajili ya ujenzi wako mpya. Neema alielewa katika mabaki hayo zipo baraka. Aliporudi na kuona uhalisia wangu katika ule ukimya ndani ya kile chumba kidogo, aliona hapa ndipo neema yenyewe ipo. Na wakati mwingine lazima kila kitu kiharibike, lazima watu waondoke, lazima tabia fulani ife. Chochote kile ambacho kinafaa kudumu lazima kife, ndipo kizaliwe kipya. Kwa hivyo unayo nafasi ya kuweza kuwa wewe halisi. Unayo nafasi ya kuweza kuanza kujenga kupitia yale mabaki. Yale mabaki uliyodhani haya ni matakataka, yale mabaki uliyoona hisi hadhi yangu, hayo mabaki ndo hadhi. Usiogope yale mabaki, amini mchakato. Ule uharibifu ulikuwepo tu ili uweze kuona maandalizi ya kitu kipya. Kumbuka masuala ya kiroho, tiba na kuhusu chochote kuhusu ulimwengu wa kiroho yanapatikana kwa channel yangu ya Dr. Mwaka Global. Hivyo sasa kusubscribe, gusa kengele. Lakini kumbuka pia kwa yale mabaki ndio yatumie kuwa mawe ya kuweza kujenga msingi imara. Hivyo usisahau kucomment, like and share.